Unajua hapa katikati kumekuwa hapo na mjadala fulani hivi ambao unazungumzwa kinoma noma. Nimeona wasanii tofauti wakizungumza, wadau wa sanaa pia, kuhusiana na uharari wa Diamond Platnumz na wasanii wengine pale inapokuja mchongo wa event. Yani kwa namna kuna wasanii wanaona so poa Diamond ambacho anafanyiwa na hawa waandaaji wa hizi event. Yani wanaamini kabisa wao walistahili kuwa the same na Diamond Platnumz au zaidi ya Diamond Platnumz, kwa kigezo kwamba wao ile event inafanyika nchini kwao labda. So kama wanawachukulia poa hivi waandaaji wa zile event, imefanyika hivyo juzi kati nchini Uganda, lakini na kurudisha nyuma miezi miwili iliyopita ilifanyika hivyo pia pale nchini Ghana. Hata Alikiba au sio bana, katika moja interview alifanya katika ile Trace Award ambayo ilifanyika Zanzibar, kuna clip alizungumza, hakwenda direct moja kwa moja nini alikuwa anamaanisha, lakini ukiisikia vizuri point yake ilikuwa ni mule kwamba kuna baadhi ya wasanii walitengenezewa mazingira fulani hivi tofauti na yeye katika ile event. So ni moja kati ya sababu ambazo zilipelekea jamaa kaona kama kuna namna ile event haiko sawa. Unajua kuna vitu watu wanashindwa kuvitofautisha na kuweza kuvielewa. Huenda wasanii wangepata nafasi ya kueleweshwa, basi wangeondoka kwenye ile kapu la lawama na kutafuta namna ambavyo wao wanaweza kawa pale kama Diamond Platnumz. Sijui unaelewa zaidi. Na moja kati ya likapu yangu nyuma ambao nimepata nafasi ya kuzungumza, nilijaribu kuzungumzia hii kitu. Ukitaka kuwa kama jamaa time hii, yani wewe ukiwa una ndoto ama unatamani kufanya ama kufikia ama kuwa sehemu ya kile ambacho Diamond anakifanya time hii, basi inabidi uanze zile hustling zake miaka 15 miaka 16 iliyopita na mpaka time hii. Ushaelewa Najaribu kutafakari baadhi ya vitu. Unajua Diamond Platnumz si msanii wa kawaida. Yani hiyo tukubaliane kabisa. Jamaa amefanikiwa kujibadilisha kutoka kuwa msanii wa muziki tu hadi kuwa chapa kamili ya biashara. Unajua ukimleta Diamond katika event yako, kumbuka unaileta WCB Wasafi kama le collabo iko pale. Unajua unaileta Wasafi FM, unaileta Wasafi TV iko pale. Tambua kwamba uko na barozi wa kinywaji cha Serengeti. Tambua kwamba uko na barozi wa kinywaji cha Pepsi na vitu kama hizo. Kwa hiyo Diamond Platnumz amefanikiwa kuswitch kutoka kuwa msanii na kuileta sanaa yake katika chapa kamili ya biashara. Huenda watu wanashindwa kuelewa hiyo pointi, lakini kingine ambacho watu wanatakiwa fahamu kwamba jamaa ashatengeneza mtandao mkubwa kinoma noma wa biashara kimataifa. Amewahi kushiriki katika korabu kubwa za wasanii wa Afrika na nje ya Afrika kimataifa. Hiyo ni moja kati ya kitu muhimu kabisa katika ukuaji wa biashara yake. So ukimleta Diamond kwenye event yako, kumbuka unamleta msanii ambaye ashafanya kolabo na Rick Ross, ashafanya kolabo na Neo, ashafanya kolabo na Omarion, ashafanya kolabo na wasanii wakubwa kimataifa, na ni msanii ambaye ana tuzo gari za kimataifa. Hiyo watu pia wanasahau kuizingatia ujue. Lakini kingine pia muhimu, Diamond Platnumz kutokana na mengi ambayo amefanya katika muziki wake, ana uwezo wa kuwavutia maelfu ya watu katika event yako. Kwa hiyo kivyovyote vile yule mwandaaji wa event lazima atamzingatia zaidi Diamond Platnumz, kwa sababu lengo la event yake ukusanye watu. Hiyo ni fact muhimu kabisa ya watu ambao inabidi pia waisanue katika zile lawama ambazo wamekuwa wakizitoa. Lakini kingine muhimu kabisa ambacho inabidi watu wazingatie kwamba Diamond Platnumz licha ya kuwekeza biashara yake, kuswitch muziki na biashara, kuwa mkurugenzi wa makampuni, kuwa msanii gari Afrika Mashariki, Diamond amekuwa pale katika upande wa nidhamu. Yani kuna namna Diamond anatamani kuendelea kumsikiliza, kuna namna Diamond anatamani kuendelea kumtazama, kuna namna Diamond anatamani kuendelea kumwalika kwenye event yako na kuendelea kumpa thamani ile ambayo anastahili kupewa kwa time hii. Kuna namna yani ipo hivyo, kwa sababu ni miongoni mwa wasanii ambaye hana hofu ya kuwekeza muda, hana hofu ya kuwekeza fedha. Yani Diamond Platnumz anapewa kibunda, anaalikwa kwenye event na kila kitu, lakini kuna namna anaipromote ile event kama yani event ameandaa yeye yani kama huu mchongo umehusika na Wasafi mwanzo mwisho, lakini amepewa tu kibunda chake kwamba bwana utakuja kuperform hapa. Hiyo issue ya promotion ni issue yetu sisi, lakini kuna namna ana promote kinoma noma show yake. Hiyo ni tofauti sana na wasanii wengi leo. Yani hata ukiwatazama wasanii wa West wale, unaweza ukaona msanii ana matua yake au so bana, na tunafahamu zile tu asilimia kubwa sio wasanii wanaandaa, lakini kuna watu nyuma wanakuwa wanaandaa.
na kwa namna yote ile msanii inabidi aipromote ile tour yake. Imekuwa ni tofauti sana kwa wale wasanii, yani wenyewe wako busy na michongo yao mingine. Ni kawaida saizi kwenda kwenye peji ya msanii kama Burna Boy usikute promo yote ya show yake ambayo anatarajia kuifanya wiki ijayo. Ipo hivyo kawaida. So kivyote vile muandaaji wa event kama ataona sehemu hii Diamond Platinum ana kijiji chake, lazima atawekeza zaidi kwa Diamond Platinum, kwa sababu anajua licha ya kumpa kibunda atanisaidia pia ujamaa katika promotion ya hii show. Hiko ni kitu muhimu kabisa ambacho pia watu inabidi wazingatie. Naamini wasanii hawa kina Eddy Kenzo na wasanii wengine ambao wamekuwa wakitoa lawama kwa waandaaji wa hizi matamasha, ni time ya wao sasa kunyumburika. Sijui ni lugha sahihi ya Kiswahili. Anyways, ni time ya wao sasa kujiongeza. Ukiachana na tungo za maandishi ambazo wamekuwa wanaziandika, lakini time pia la kujimodify, au so bana. Soko la kisasa la burudani lina vitu vingi sana linahitaji licha ya kuimba yani. Yani kuna ubunifu mwingi sana unahitajika, na so mbaya pia ukawekeza zaidi katika kile ambacho unakifanya ili kujipa thamani zaidi. Diamond Platinum sasa mzee wa majeti tu, yani akienda hata kwenye show za chama anakula zake jeti, ushaelewa ni kitu ambacho hatukukiona ujue before. Yani kuna namna tu jamaa ukimuona huyu hapa, yani unaona kabisa hapa kuna fedha imewekwa. Kwa hiyo kivyo vyote vile ukimuita kwenye event yako, kuna namna pia inabidi utie kibunda na wewe, yani ipo hapo. Nimemsikia Eddy Kenzo akijaribu kueleza kwamba Diamond alichukuliwa jet mpaka Uganda, afu tuwepewa pesa mafuta ya gari. Ndio mnastahili hapo kwa sababu brand yenu iko hapo. So mimi naitwa Blenga na hizi ni info za Blenga.